yanayotukumba tatizo ni sisi wenyewe. Mabalaa mengi yanayotukumba tatizo ni sisi wenyewe. Dawa ya matatizo ni kujibadilisha sisi wenyewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu haondoshi matatizo ama haiondoshi neema aliyowapelekea watu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wenyewe wabadilike kutoka katika ile hali waliokuwa nayo wende katika hali nyingine, na Mwenyezi Mungu huwabadilisha kuwapeleka katika hali nyingine. Hili ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu na la mwisho ambalo katika mambo yatakayosababisha watu wengi sana kuwa katika moto ni riziki za halali. Ndugu watukufu wa Uislamu, leo hii riziki za halali zimepotea. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Leo kumefungwa ndoa nyingi sana kwa pesa za kamari, watu wamebeti wakapata hela, atoa mahari mtu aoa. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nguvu mwanaume aliyoipata na mkewe, shibe ulioitumia kwenye ndoa yako, mkeo akapata mimba kwenye ndoa ambayo imefungwa kiuhalali, mkeo akipata mimba kwa shibe ya haramu, mtoto azaliwaye huitwa mtoto wa haramu. Vipi ndoa iliyofungwa na pesa ya haramu? Asili toka mwanzo, msingi wa ile ndoa ni haramu. Sasa tuendaje kule mbele kuipata halali na kupata watoto watulivu katika ndoa? Nani kati yetu kamaliza mwezi, wiki, mwaka kala riziki za halali isiyochanganyikana na haramu kati yetu? Ndugu Waislamu, tuna mitihani mizito sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama tusipokuwa tayari kubadilika sisi, tukisubiri mtu aje atubadilishe, tutakuwa na mitihani mizito sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa mambo haya matatu, tusipokuwa makini, tutakuwa na mitihani mizito mno mbele ya Mwenyezi Mungu. Swala la kwanza, swala haiswaliwi. Jambo la pili, uzinifu umekithiri. Jambo la tatu, hakuna riziki ya halali leo. Dunia ndio hii tunayoishi. Watakaohusika kwenye tukio la kiyama ni wakina sisi. Ogopa sana ukiambiwa kuna moto. Ogopa sana ukiambiwa kuna adhabu, kwa sababu adhabu za Mungu uzito wake ni wa aina yake. Allah hukumu zake ni za aina yake. Na ndio maana kwenye Qur'ani akasema inna batisha rabbika la shadid. Allah akikushika umekwisha. Allah akikukamata huna bahati. Ukishikwa na Allah umeshakwisha. Angalia, imeambiwa siku ya kiyama imekadiriwa ni miaka 50,000 ya duniani. Kaita yeye Mwenyezi Mungu ni siku moja. Lakini Qur'ani pia inasema inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Siku moja ya Mungu ni miaka yenu 1000 hesabu za duniani. Siku moja ya Mungu ni miaka yenu 1000. Sasa vipi Allah akikwambia ukakae motoni miaka 15, baada ya hapo uende peponi? Fikiria, siku moja ya Mungu ni miaka 1000 ya duniani. Sasa piga hesabu miaka 1000 ya duniani, halafu ipige mara miaka 15 ya akhera. Hauendi kucheza, hauendi kustarehe, ni kwenda kuadhibiwa kwa hesabu Mungu anaitaka, ndipo utolewe upelekwe peponi. Zinaa inasababisha kukaa muda mrefu sana motoni kwa hadithi ya Mtume. Wayujibul khuluda finnar, yasababisha kukaa muda mrefu sana motoni. Leo nani kaepukana na balaa hili? Kama si wewe, kama si mimi, je, nyumbani mko salama? Mke wako na mke wangu wako salama? Watoto wetu wako salama? Wajukuu zetu wako salama? Kama yatendeka haya wewe ukiona una mchango, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man aana ala ma'siyati kafa'ilihi, anayesaidia, anayeona jambo latendeka na uwezo wa kulikataza nao, basi dhambi anayoipata ni sawa na yule aliyefanya. Kwa hiyo kama yule ataruka miaka 15 motoni, na wewe ambaye una uwezo wa kumkataza na kujakataza, na wewe tunaruka miaka 15 vile vile, kwa sababu ni dhambi, mko sawa. Tumkeni Mwenyezi Mungu. Ndugu Waislamu, tuchukue tahadhari, kwa sababu mambo haya ni mambo ambayo yameitawala dunia leo na yanaonekana ni mambo ya kawaida sana. Kuacha swala ni jambo la kawaida yachukuliwa, lakini pia riziki za haramu yachukuliwa ni jambo la kawaida sana kula, lakini pia zinaa yachukuliwa ni jambo la kawaida sana. Sasa matatu haya kama sijachukua tahadhari,
tumwandalie Mwenyezi Mungu majibu ya kumjibu. Mwenyezi Mungu atunusuru na adhabu yake, adhabu sisi hatuiwezi. Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao anawapenda Mwenyezi Mungu. Atujalie katika wale ambao wanasikiliza maneno mazuri na kufuata yale ambayo ni mazuri. Mwenyezi Mungu atukinge na wale ambao hawasikii yaliyokuwa mazuri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.